Okay, hello, good people. It is another day, it is another time that I would like to take this opportunity to thank all of you that have been watching my posts, sharing, and also subscribing into my YouTube channel. Actually, let God bless you so much. And today ningependa kuwapatia tu ushauri mdogo tu. Ningependa kukupatia kastori kadogo hivi. Unajua wakati ambapo unaishi ama wakati ambapo tunaishi katika haya maisha, sometimes unajipata kuwa hauelewani na watu, na wakati ambapo unaona kuwa unajipata katika hali hiyo, labda kuna mtu ambaye anajaribu kuwagonganisha ndiposa wewe usiweze kuelewana na wenzako, usiweze kukaa vizuri, na wakati mwingi unaweza kuona kuwa unatumia nguvu mingi sana ili kuweza kufanya watu wakuelewe, au unatumia nguvu mingi sana kufanya marafiki zako wakuelewe, au unatumia nguvu mingi pia kutengeneza urafiki na watu, and that is not good. It is not supposed to be like that. Actually, short story is this. Unajua kuna jamaa alichukua hawa wadudu wadogo ambao wanaitwa chungu, na kisha akaweka kwenye chupa au kwenye mkebe, na baada ya kuweka kwenye mkebe, kwa hiyo mkebe kulikuwa na chungu wale wa rangi nyekundu, na pia kuliweza kuwa na chungu wa rangi nyeusi. So wale chungu rangi nyekundu na chungu rangi nyeusi walikaa tu vizuri bila kuzozana, bila kukasirikiana, bila kuwana au bila kupigana. Walikaa tu na amani licha ya kuwa chungu tofauti, chungu wekundu na chungu weusi. Sasa yule jamaa baada ya kuweka wale chungu kwenye chupa, alitingiza ile chupa. Kisa na maana kuona, alikuwa anataka aone kitu gani kitatokea baada ya kutingiza ile chupa. So baada ya kile kitendo tunaweza kuona kuwa wale chungu walianza kuvamiana, na chungu weusi walianza kuvamia chungu wekundu, na wale chungu wekundu pia wanavamia chungu weusi. Kwa sababu gani chungu weusi walivamia chungu wekundu? Chungu weusi walidhania kuwa hawa chungu wekundu ndio maadui zetu, na kando na hayo pia chungu weusi walidhania kuwa chungu wekundu ni maadui wetu, na pia chungu wekundu walidhania kuwa chungu weusi ni maadui wetu. Sasa wakaanza kuwana, wakaanza kuvamiana and all that. Sasa katika hii maisha yetu ni lazima tujue ni watu gani wanatugonganisha. Wewe wakati ambapo unakaa, ukiwa kazini, ukiwa kule nyumbani, hata ukiwa kwako, unaweza kuwa tumekaa kwako vizuri na familia yako, lakini unapata kuwa kuna watu ambao wanaingia kwa maisha yako, wanataka wajue ABCD. Kuna watu kule kazini wataki kuona kuwa wewe unapaa juu au unaendelea katika kazi yako, you improve or you move to another stage. They don't want to see that. The only thing that they want to see is distraction. You are not moving up, you're not improving in your work. They don't want to see anything good for you. So actually, my people, today I'm telling you to try to understand your environment. Try to understand the people that you are living with. Try to understand those friends of yours. Unajua kuna wengine wanajifanya kuwa wao ni rafiki kwako, ili hali huyo mtu mwenyewe ndio anakukula kichini chini, anakukulia kichini chini, and you don't know. So kuwa makini, raise your aerial na tuweze kusonga mbele. So kwa hayo machache, I'd like to thank you so much and welcome again. Please don't forget to do that thing. Please subscribe and like and share, and also I'd like to see most of